Kusema wivu. Unajua hii dhambi ya wivu watu wanaiona ni ndogo sana. Ukiwaambia watu hebu nitajie dhambi, unazoziona hizo zinaweza kumfanya mtu asiende mbinguni au zikakosana na mtu kumwondolea mahusiano kati ya yeye na Roho Mtakatifu. Ninaamini ataanza na dhambi gani? Atafuata dhambi gani? Atakuja dhambi gani? Ataenda na dhambi ipi? Hivi huamini kabisa uzinzi unaweza usitajwe kabisa? Nani wivu usitajwe kabisa? Unaamini? Lakini mimi Mungu jana akanifundisha wivu ni mkubwa kuliko uzinzi. Unasema mtu mmoja anaongea kitu gani? Nisikilize. Wivu ni mbaya kuliko nini? Kwa sababu wivu sio rahisi kuona. Ni kitu kinachokaa ndani ya mtu, hakionyeshi matokeo kama hasira. Hasira utaiona kwa sababu mtu atakazibika au atatukana ama atasema kitu, utajua huyu anachukia. Lakini sio wivu. Maana mwenye wivu anaweza kuwa anacheka lakini analia. Ndio maana ni kazi kumfahamu. Mwenye wivu anaweza kuwa anashangilia lakini anazomea. Bwana kaniambia wivu ni mbaya, waambie watu. Kuna mahali utakufundisha utajiona ambapo ni pabaya zaidi. Kwa nini unakuwa na wivu ama mtu anakuwa na wivu? Na kwa nini unakuwa na wivu juu ya binadamu mwenzako? Wivu maana yake nini? Tafsiri ya Kiswahili. Na unaweza katafsiri wivu maana yake nini? Wivu tafsiri yake ni kutaka mwingine asifanikiwe kama wewe ambavyo hujafanikiwa. Umwandike nikusaidie. Maana ya wivu maana yake ni kumtaka ama kumfanya mwingine asifanikiwe kama wewe. Kama wewe hutaki mwingine apate kitu fulani kwa sababu wewe hauna hicho kitu. Kwa unaanzisha ugomvi wa kumvuruga yule mtu asifikie hiyo hatua ambayo wewe